Lakini sasa cha ajabu wapendwa, uovu ukaanza kuingia moyoni mwake, ukaanza moyoni mwake. Na unajua ulikuwa ni uovu gani? Endelea kufuatana pamoja na mimi uovu wa huyu jamaa ulivyoanza. Sikiliza. Kitabu cha Isaya 14 fungu la 13 na 14, unaweza kaendelea kwa muda wako. Anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. 14 tumalizie. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, anasema nitafanana na yeye aliye wapi? Aliye juu. Akataka kufanana na Mungu. Yaani kiumbe kilichoumbwa na Mungu, tena kimeumbwa kwa roho. Sikiliza, kinasema eti nitapaa katika vimo vya juu, na kinasema nitafanana na yeye aliye wapi? Aliye juu. Maana yake ni nini? Mungu wetu ni muumbaji, tuko pamoja. Eti na chenyewe kinataka kifanane naye. Na wakati huo mbingu zilikuwa kwenye ajenda ya kuumba haka ka dunia tunako kaishi na kukakaa, zilikuwa kwenye ajenda. Jamaa linasema nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Na malaika walikuwa wakipita, wanaenda kumsujudia mwana wa Adamu pale kwenye kiti cha enzi. Wakimsujudia, jamaa linaona wivu, likasema eti moyoni ya kwamba nitapaa katika vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Hivi wapendwa, ngoja niwaambie mfano. Kama wewe leo useme eti ufanane na Mungu, unaweza kufanana na Mungu? Wewe umeumbwa na Mungu, useme ya kwamba eti nitafanana na Mungu. Ngoja niwaambie, mwanadamu ni kitu kadogo mno mbele za nani? Hivi unaelewa hilo? Unaelewa hilo? Yaani wewe ni kitu kadogo mno. Ndio maana nasema mwanadamu ni kitu gani hata umwangalie. Tuko pamoja? Yeye ni wakufa, tena unaoza kama vile, yani ni takataka fulani hivi. Ngoja nikwambie, lakini sikiliza, eti shetani anasema nitafanana na yeye aliye wapi? Aliye juu. Wapendwa, ngoja tu niwadokeze asubuhi na mchana wa leo, Mungu wetu ni mkubwa mno, huwezi kumfananisha na kiumbe cha aina yoyote. Ngoja niwadokeze ukubwa wa Mungu kidogo, na wadokeza tu kidogo ukubwa wa Mungu, ndio uelewe ya kwamba Mungu ni mkubwa kuliko kawaida. Kwanza ametuumba sisi wanadamu kwa namna ajabu sana ya kupendeza. Hata miili yetu hii, kuna vitu vya ajabu katika miili yetu hii. Ukijikata tu kidogo hapa, iwe ni kwenye mguu wako, sikiliza, ndani yake kuna seli ambazo haraka haraka zinakuja ili kuziba damu isifanye nini? Isiendelee kutoka. Bado haitoshi. Wewe hapo ulipo, kuna wakati ulikuwa katoto kadogo kachanga kanalia, ila leo ni mkubwa, ni mkubwa. Wengine ni warefu kidogo, wengine ni wafupi, ni mkubwa. Lakini hata kujua sekunde gani ulitanuka, hakuna anayefanya nini? Anayeelewa. Ila Mungu anafanya nini? Anaelewa. Mungu ni mkubwa. Hili jua unaloliona hili, jua hili limeumbwa na Mungu hili. Usilione hivi hivi tu. Jua hili, wanajiografia nakwambia jua ni nyota. Jua ni nyota. Na unaambiwa jua nyota, kipenyo chake, ukubwa wake ni takriban kilomita cha kipenyo 1.327 milioni kipenyo chake. Wakati dunia tunayoikaa hii, dunia hii nayo pia imeumbwa na Mungu. Dunia hii kipenyo chake yenyewe ni kilomita, sikiliza, 12,742 tu. Maana yake ni nini sasa? Jua limeumbwa na Mungu, dunia inaingia kwenye jua. Sikiliza vizuri, dunia hii unayoiona, nenda mabara yote inaingia kwenye jua mara 109. Tuko pamoja? Mungu ni mkubwa au sio mkubwa? Mara 100 na ngapi? Na 9. Na ni dude kubwa liko angani huko. Muda tu hautoshi, lakini wanajiografia walipopima wakagundua ya kwamba joto la jua tu, joto la jua, hata vipimo vya centigrade haviingii. Ukijaribu kuvilazimisha sana vipimo vya centigrade, utagundua ya kwamba ni centigrade 5,500.
maji ya ukali tu, maji ya ukali tu, maji ya ukali tu. Ni sentigredi ngapi? 100 maji ya ukali. Lakini jua ni 5,000 na mia ngapi? Na 500. Tena walipopima kwa kipimo cha Kelvin, wakagundua kwamba zinaongezeka kidogo. Ni joto 5,778. Maana yake ni joto kali mno, kali. Lakini hata linapowaka, wapendwa, hapo katikati kuna kitu kinaitwa ozone layer, huwa kinachuja na mwanga hautuumizi. Japo majasho yanatutoka, lakini hautuumizi. Wapendwa, Mungu ni mkubwa. Bado haitoshi. Wanakuambia jua hilo unaloliona huwa linasafiri, linatembea. Ulikuwa unaelewa hiyo? Linasafiri, linatembea. Na linatembea kuielekea nyota inayoitwa nyota Vega. Linatembea. Tena linatembea kwa kuunguruma. Na havikaribiani. Na unaambiwa linatembea kwenye mfumo unaoitwa Galaxy Milky. Linatembea. Limetengenezwa kwenye hiyo mifumo pamoja na sayari zingine, lakini hata hazigongani. Linatembea. Na unaambiwa ili angalau basi limalize mzunguko mmoja ni takribani miaka milioni 230. Ndo mzunguko mgapi? Moja. Linatembea na linapiga kelele. Wapendwa, muda wetu hautoshi. Nidokeze kidogo kuhusu dunia. Dunia hii tunayoikaa tu, dunia hii unaambiwa kwamba walijaribu kukata kipande cha ardhi katika dunia hii. Wakakipima, wakilinganisha na kipenyo cha dunia, wakagundua kwamba, sikiliza, ukubwa na uzito wa dunia hii ni takribani, sikiliza, 6 trillion. Hebu sema 6 trillion. Sema basi 6 trillion. Nitakusimamisha useme mwenyewe 6 trillion. Yani ni dude zito. 6 trillion. Unajua ni 6 trillion ngapi? 5,972. 6 trillion. 6 trillion. 5,972. Ukimaliza kuandika 5,972, mbele yake ongezea 0.18. 6 trillion. Unaweza ukaikuta hata mahali fulani waliandika katika, unaweza ukagoogle tu weight of the earth ya mwaka 2021 Aprili 14, utakutana ni dude zito, lakini linaelea tu hewani, linaelea hewani. Tunapata usiku na mchana, tunapata majira ya mwaka, linaelewa hewani wala halitondoki. Kuna watafiti fulani Uchwala walisema eti dunia iko juu ya meza. Ngoja nikwambie, haiko juu ya meza. Ni dude linaning'inia hewani na linasafiri. Ndipo tunapata majira ya mwaka, usiku na nini wapendwa, na mchana. Lakini bado haitoshi wapendwa wangu. Ninapomalizia kuonyesha ukubwa wa Mungu, japo kwa uchache tu kidogo, unaambiwa angani kule kuna takribani ya masayari mengine. Yaani sayari ambazo zinamulikiwa na jua ni takribani sayari 8. Zilikuwa 9, moja imeonekana haina sifa, wameiondoa kuwa sayari, ni takribani 8. Lakini unaambiwa hivi, Mungu ameumba masayari mengine yako kule juu, yananing'inia. Na wanapokadiria wapimaji kwa vipimo vyao, wanakadiria kwamba kuna takribani ya sayari bilioni 2,500. Bilioni 2,500. Na kuna manyota mengine sasa yanamulikia sayari zingine huko, takribani bilioni 250 yako angani. Na ndio maana ukiwa vijijini, mjini huwezi kuenjoy kidogo, maana kuna umeme kila mahali. Vijijini wakati ambapo hakuna mbaramwezi, ukitoka usiku utaona kuna manyota yako kule, Unaambiwa manyota yale ni makubwa mno, ni madude makubwa. Unayaona ni vidogo
kwa mwisho tu wa uono wa macho yako, lakini ni madude makubwa yako angani na yamesetiwa kwenye galaksi zake miliki, yanatembea na wala hayagongani. Mungu ni mkubwa. Hata vimondo tu, si mnaonaga usiku na shangaa sha kimeshuka kimondo, sha kimondo. Wangapi mnafahamu vimondo? Vimondo sio nyota. Unaweza ukalala na sha ukasema nyota zimedondoka. Sio nyota, ni vimondo, na vinakadiriwa hapo angani vipo takriban milioni 1 vinadondoka. Na mama White aliwahi kusema ya kwamba vinapodondoka ni dalili mojawapo ya siku za nini? Ya mwisho, kututahadharisha. Vinaanguka sha, unasema ni nyota, ni tahadhari kwamba siku za nini? Za mwisho. Hata Tanzania hapa Mbeya kule kiliwahi kufanya nini? Kudondoka. Sehemu hiyo ipo. Kwa hiyo huko kuna masayari. Ndio maana hata mama White kitabu kile cha Early Lighting aliwahi kuandika, anasema hivi, ukurasa ule wa 40, sura ya 40, anasema ya kwamba katika kitabu cha Early Lighting, maandiko ya awali, alipelekwa katika njozi, alikuwa katika njozi, akaanza kuzungushwa na kupitishwa kwenye masayari mengine ambayo hayakuasi. Anapitishwa, anashuhudia, anasema ya kwamba akakuta kuna binadamu kule ni wakubwa, halafu ni walefu. Akatolewa, anapelekwa, ni walefu huko kwenye masayari mengine juu. Maana yako ukienda juu zaidi sasa ndo heaven yenyewe. Heaven juu zaidi, anazungurushwa. Wapendwa, mchana wa leo tukumbushana ya kwamba Mungu wetu ni mkubwa. Eti shetani anasema nataka nifanane na yeye aliye juu. Sasa mbingu na zenyewe zilikuwa zinamsubiri tu kwamba aweze kurudi, na alipewa muda wa kutosha kabisa. Ni miaka mingi ya kutosha. Atarudi, atatubu. Alikuwa anaitwa Lucifer, baadaye akabadilishiwa jina, ni Shetani na Ibilisi. Maana yake muasi wa sheria ya nani? Muasi wa sheria ya Mungu. Kilichotokea ni nini? Akakatwa kabisa kutoka mbinguni, na malaika zake waliokuwa na muunga mkono, hata waliokuwa katikati wakakatwa wote, wakashushwa chini hata nchi. Na ukiendelea kujifunza neno la Mungu sasa, tumesoma ile Ufunuo sura ya 12. Ukisoma lile fungu la 9, anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Na mara baada ya kutupwa sasa, Ufunuo 12, ukiendelea kusoma zaidi katika Ufunuo 12 fungu lile la 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu mkaa humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Ole ikatolewa kwamba yule mshtaki wenu ametupwa kwenu, tena ni mwenye ghadhabu nyingi. Shetani alipotupwa sasa, akaanza kuzunguka sayari moja baada ya nyingine, anafukuzwa kwa kuokoa muda. Baadaye akafika kwenye sayari dunia, ndipo akaikuta ina binadamu wangapi tu? Ina binadamu wawili, Adam na Hawa. Ndio imetoka sasa kwenye mikono ya nani? Kwenye mikono ya Mungu. Ni mpya. Tunakwenda ushindi wa pili wa Yesu Kristo, ni ushindi wa pale Eden. Endelea kufuatana pamoja na mimi. Ushindi wa pili ni ushindi wa pale Eden. Shetani alipofika pale Eden siku hiyo, sikiliza, Adam
na Hawa walikuwa wametengana kidogo, na Hawa alikuwa ameenda kabisa mpaka akasogelea ule mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya, ametengana na mume wake. Ndipo shetani akaja katika umbo la nyoka na kuanza kumdanganya mwanadamu. Mwanzo 3:1, unaweza kaendelea kusoma hapo. Anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Sikiliza, anamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Unafikiri mwanamke alijibu nini? Unafikiri mwanamke alijibu nini? Unafikiri mwanamke alijibu nini? Alijibu kwa usahihi. Lakini ngoja nikwambie, ukiendelea kusoma hapo utasoma mwenyewe, kwa sababu ya muda ngoja niendelee kidogo. Alijibu kwa usahihi, lakini ukiendelea kujifunza zaidi unagundua ya kwamba kipindi shetani amevaa umbo la nyoka, sikiliza, alitumia triki ambayo sio ya kawaida. Kwanza, nyoka ni mwelevu kuliko wanyama wote, yani ni mzuri. Hawezi kutegemea kama anaweza akafanya swala la udanganyifu. Ni mzuri, ni mzuri. Ni kama watapeli siku hizi wanaovaa suti, wameshajichanganya mpaka kwenye suti za wachungaji na watu wengine. Sikiliza, ni mzuri. Ni mzuri. Sikiliza, anamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu. Na unaambiwa hivi, alikuwa akitamka ile sauti, sikiliza, si kwa sauti moja, ni kwa sauti zote 10 na ngapi? 12. Yaani zikisikika kwenye masikio ya Hawa, anasema kwa kweli hizi sauti sijawahi kuona. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Hebu rudieni tu basi taratibu, tuone sauti nyingi zinavyotoka kutoka kwenu. Tuone sio 12, lakini basi angalau hebu rudieni, hebu tuone. Twende 1 2 3. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Mbona mnasema vibaya vibaya hivyo? Hebu rudieni sasa, 1 2 3, twende. Bado mnasema vibaya. Hebu rudieni kwa mara ya mwisho, hebu rudieni. Twende 1 2 3, twende. Akitoa zile sauti zinasikika vizuri kwenye masikio ya Hawa na kumwondolea wasiwasi wa aina yoyote. Mwanamke akamjia kwamba tukila matunda ya bustani, hata mti wa katikati, tunaweza tukafa. Hakika. Ila shetani akaendelea kumdanganya katika umbo la nyoka. Sikiliza, tena ameuatamia ule mti. Sikiliza, maandiko yanasema mwanamke alipoona ya kwamba ule mti wapendeza kwa chakula, kwa macho wapendeza na unafaa kwa chakula, akachuma. Mara baada ya kuchuma, akahonyola honyo. Unajua kuhonyola wewe? Wangapi umeshakula embe lililoiva? Yale ya vijijini, sio ya mjini. Maembe ya mjini bwana, mimi na yale ya vijijini, embe dodo limeiva, ukiringata mzee Keni, ukiringata unahonyola honyo tamu. Na mara baada anapohonyola, mara nashangaa najiona, nikoje hivi tena? Mambo yakachange. Akachuma jingine tena, akampelekea na mume wake. Na Adamu alipoona mwenzake ameshakula, sikiliza, na yeye akamnyang'anya, akahonyola na yeye honyo tamu. Mara baada ya kuhonyola honyo, akaanza kujiangalia, nini? Akimwangalia mwenzake, wote wawili wakajiona wako nini? Uchi. Maisha yakabadilika, kila kitu kikabadilika. Wala wanyama wakawa ni wakali, ambao walikuwa ni marafiki zao wakawa ni wakali.
maandiko yanasema Mungu alikuwa akiwatembelea pale bustanini, baadaye akawatembelea. Akafika pale, waliposikia tu sauti ya Mungu anafika pale bustanini, wakakimbia wakaenda wakajificha. Walipojificha, Mungu anaita, Adam, Adam uko wapi? Ndipo Adam anaitikia anasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikajificha, maana nili nini? Nili uchi. Na uchi unaomaanishwa hapa, ngoja wapendwa niwaambie, uchi unaomaanishwa hapa ni uchi wa namna mbili. Uchi wa kwanza ni uchi wa kiroho, wa kupoteza ile haki ya vazi la Kristo, kupoteza ule uzima wa milele, imeondoka, hauwafuniki tena. Uchi wa pili ni uchi wa kimwili. Kila kimwangalia mwenzake, mazingira gani haya? Sikiliza kilichotokea pale wapendwa. Dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya. Mungu kwa upendo wake akatafuta mwana kondoo, akamletea Adam, akamwambia mchinje. Unaambiwa hivi, alimchinja Adam mwenyewe, tena kwa maumivu makali. Alikuwa hajawahi kuona mnyama akimwaga damu akifa, akamchinja kwa sababu ya dhambi. Akamchinja mwana kondoo kwa maumivu makali. Dhambi ni mbaya. Na yule mwana kondoo alikuwa akiwakilisha kafara ya Yesu Kristo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Halafu sikiliza, yale majamaa sasa yalikuwa ameshajifunika majani ili kujisitiri. Mungu alichokifanya ni kuwavika haki la Yesu, vazi la haki ya Yesu Kristo. Akamwambia, wanangu ninawapenda sana. Jamani, Yesu anatupenda. Toeni haya, toeni wanangu, toa. Najaribu kutafakari kiubinadamu tu, toa. Wakatoa. Haya, vaeni hili sasa, ile ngozi akawavarisha. Jamani, zamani ukinunuliwa nguo mpya na mzazi wako, jamani haleluya, ilikuwa mzazi akikuvarisha ile nguo, najaribu kutafakari tu, anakuambia hebu tembea kidogo, hebu geuka, unageuka. Jamani haleluya, unarudi, mzazi anasema imekutosha, imekupendeza. Na kama haitakutosha vizuri, unashangaa umenunuliwa shati lenyewe ni kubwa, linaelea mchangani. Mzazi mwenye upendo na shangaa anakwenda anaisilimisha, tena anaisilimisha kwa sindano ya mkono. Baadaye tena anakuvalisha, anakuambia vaa. Lakini wapendwa, ngoja niwaambie, Adam na Hawa wakavalishwa vazi la ngozi ya kondoo, ishara ya Yesu Kristo akirejesha kile kilichopotea, yaani ule uchi wa kiroho. Na wapendwa, ngoja niwaambie, sikiliza, kilipotokea kile kitendo pale, ndio maana tulisoma lile Mwanzo 3 fungu la 15. Katika fungu letu pale ndipo ushindi ukatangazwa pale Edeni. Sasa ukatangazwa ya kwamba uzao wa huyu mwanamke utauponda kisigino, ila wenyewe utakuponda nini? Kichwa. Ushindi ukatangazwa. Yaani ni hivi, anaposema mwanamke, unaweza ukaelewa kwa maana hizi mbili. Mwanamke ni jinsia, lakini maana ya pili ya mwanamke ni uzao wa kanisa au kanisa kwa ujumla. Ni kweli shetani umewaangusha dhambini, na shetani alifurahia sana mara baada ya kumwangusha Adam na Hawa. Alijua hata Yesu mwenyewe amekwisha kumdondosha tayari, lakini hapo tayari akapigwa changana macho. Ushindi ukapatikana na akatangaziwa, utauponda kisigino, ila wenyewe utakuponda nini? Kichwa. Niwaulize, anayepondwa kisigino na anayepondwa kichwa, yupi ambaye ni hambo? Unajua maana ya hambo? Yupi ambaye ni nafuu? Ni nani mwenye nafuu? Ni wa nini? Jibu basi, ni wa nini? Ni kweli shetani leo anatuponda kisigino. Mara unaugua, unakoa kobo, bado unajivuta kuja kanisani, unapondwa kisigino.
lakini yeye tunamponda kichwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Anatuponda visigino kwa changamoto mbalimbali za kimaisha. Hata mwaka huu najua umepitia changamoto nyingi mno. Ile ajali ingekumaliza kabisa wewe. Ungefukuzwa kazi wewe. Yule mchawi wewe angekumaliza kabisa, yule mchawi yule. Angekumaliza. Sikiliza, lakini kwa sababu Yesu Kristo ni mshindi, amekushindia, na ndio maana hata leo upo unasema ya kwamba tunamaliza na nani wapendwa? Tunamaliza na Bwana. Ushindi ukatangazwa. Niende haraka kwa sababu ya muda sasa. Ushindi namba 3 wa Yesu. Ushindi namba 3 wa Yesu. Yesu alishinda mara baada ya kuzaliwa. Yesu alishinda pale alipozaliwa. Kwa nini Yesu alishinda pale alipozaliwa? Shetani huwa ni mjinga sana. Ni kibaka mmoja hatari sana. Huwa hakati tamaa. Yesu alipozaliwa, sikiliza, unajua kilitokea ni nini? Wale mamajusi wale, wataalamu wa nyota wale, wakaiona nyota inang'ala kutoka upande wa nini? Wa mashariki, inang'aa. Wakabeba mazawadi manemane. Manemane. Mtoto amezaliwa. Na walipoiona ile nyota wakasema aliyezaliwa si wa kawaida. Wakakobeka mazawadi. Sio zawadi zenu za Kiafrika. Kanga imeisha pale katikati, ndipo wewe unaichana unapeleka nguo za mtoto mdogo aliyezaliwa. Sio hizo. Wakabeba zawadi manemane. Wamama wanaelewa, wanaume hamwezi kuelewa. Simewahi kufanya hivyo. Hebu punga mkono kama umewahi kupasua kanga iliyoisha katikati na kutengeneza kuwa nguo ya mtoto. Punga mkono. Hawakosekani. Sikiliza. Wamebeba zawadi na manemane. Wakapita kwa mfalme Herode. Wakamwambia kuna nyota imeonekana, na aliyezaliwa huyu si wa kawaida. Tunakwenda ili tumsujudie. Ngoja tusome sasa kitabu cha Mathayo sura ya 2 fungu la 1 na kuendelea. Nasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Aliposikia Herode habari za mfalme, sikiliza fungu la 3. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Wale mamajusi, sikiliza, wakaguswa na Mungu ya kwamba huyu mtu hana nia njema. Nendeni mkafanya hiyo huduma. Na Herode akawaambia mkienda mrudi. Ila Roho wa Mungu akawagusa akawaambia mkienda kufanya huduma hiyo msirudie kwa huyu. Pitirizeni moja kwa moja, msirudi. Maana nia yake ni mbaya. Lengo ni kumwangamiza mtoto Yesu aliyezaliwa. Na kweli mamajusi wakafanya huduma, hawakurudia kwa Herode, wakaenda moja kwa moja. Herode likakasirika. Unajua likafanyaje? Herode likakasirika, likaagiza watoto wote wenye umri angalau miaka 2 wa kiume wote wauawe, asisalie hata mngapi? Hata mmoja. Lakini Roho wa Mungu akamtokea tena Yusufu pamoja na Mariamu. Angalia Yesu jinsi alivyo mshindi. Sikiliza, wakaguswa kwamba kinachoendelea ni hiki. Wakamtorosha mtoto Yesu kimya kimya, wakaja mpaka Misri. Jamani, haleluya. Na Misri, kumbuka, ni Afrika. Yesu akaja akakanyaga hapa Afrika, Misri. Ndio maana tukijifunza habari hizi, mama yake Yesu pamoja na Yusufu mlezi wake na Yesu mwenyewe walikaa Afrika. Jamani, haleluya. Na walikula vyakula vya Afrika. Jamani, haleluya.
na walikunywa maji ya Afrika. Jamani, haleluya! Na unajua kama huelewi, fahari ya Misri ni mto Naili, na mto Naili unatoa maji yake kwenye ziwa linaloitwa Victoria, sehemu ya Uganda ile, sikiliza, ya ziwa Victoria, ndipo mto Naili unachukuaga maji yake pale. Bado haitoshi, na ziwa Victoria miongoni mwa mito inayoingiza maji kwenye lile ziwa, kuna mto unaitwa mto Simiyu kule kwetu Magundagalo, na kijiji kimoja kinaitwa Igombe. Na mimi mwenyewe nilikunywa maji ya mto Simiyu unaopeleka maji yake kwenye ziwa Victoria, na ziwa Victoria linapeleka maji yake kule Misri, ambayo Yesu na yeye aliyanywa. Kuna mtu anaona wivu hapa. Hata mto Mara unapeleka maji yake kwenye ziwa nini? Ziwa Victoria. Jamani, haleluya! Punga mkono kama uwahi kunywa maji ya mto Mara. Jamani, haleluya! Yesu alionja ladha ya kanda ya ziwa, alionja ladha ya kina Mzee Keni, alionja ladha ya maji kutoka katika ziwa Victoria, alionja. Herode lilichokifanya sasa, likawachinja watoto wadogo, likawaua watoto wadogo, vikauliwa. Na ndio maana mahali fulani kitabu cha Mathayo sura ya 2:18 kinaandika, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo mengi, la heri akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Vitoto vichanga vilichinjwa. La heri akiwalilia watoto wake. Wamama walilia, vitoto ambavyo havina hatia vilichinjwa. Wamama walilia, wakililia watoto wao. Nimewahi kuona mama mmoja akililia mtoto aliyefariki mdogo. Tena kale katoto si kwa kuuliwa, ila kamiaka kama 2 hivi na miezi kadhaa, alikuwa anapika na jiko. Baadaye kako pembeni kale katoto akatoka ndani kwenda kuleta unga wa mionga ugari. Unanielewa vizuri? Nikisema kumiongo unanielewa? Kumiongo naelewa. Kufanya kuzungusha, sijui Kiswahili chake. Sikiliza. Ameingia ndani, anarudi nje, anakuta kale katoto, sikiliza sasa, kamesogea mpaka kwenye lile jiko, kakafika kakamwagikiwa na yale maji kuanzia huko kichwani mpaka huko tumboni. Kakatibiwa msoma, akakukaa vizuri. Wakaambiwa mpeleke Muhimbili. Wakaja wakapima Muhimbili, wanagundua ya kwamba vitu vyote vya ndani humu tumboni viliiva. Baada ya siku 3 wakiwa Muhimbili pale, kale katoto kakalala mauti. Nakumbuka yule mama siku hiyo alikuwa analia, anasema, mchungaji, mtoto wangu amelala mauti. Na katoto kenyewe kalikuwa ni kamoja tu haka. Mama analia kwa machungu makali. Ndio maana hapa anasema wamama walilia, vitoto vyao wamebeba mimba kwa muda wa miezi 9 vimelala mauti. Wamama walilia. Ndipo likatimia lile neno na Yeremia naye 31:15 alisema, Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, la heri akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa. Unabii ukatimia. Baadaye Herode alipokuja kulala mauti sasa, sikiliza, ndipo Yesu sasa na wazazi wake wakarudi tena. Alifikiria kwamba ameshamuua na Yesu, kumbe Yesu bado yuko hai. Yesu akashinda na akaendelea na kazi yake kama kawaida. Ushindi wa mwisho na wa 4 ni pale Yesu alipokufa na kufufuka. Na kwenda kumalizia kabisa, Yesu alipokufa na akafufuka. Ngoja hii nisemee tu kwa haraka. Utasoma kwa muda wako Mathayo sura ile ya 27 kuanzia fungu la 44 mpaka na 54. Yesu alipokufa, kwanza tu kipindi yuko msalabani, shetani hajakata tamaa. Anatumia watu mapepo yamewaingia, wanashangilia. Unajua unasemaje? Asulubiwe, 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 asulubiwe.
damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Asulubiwe, 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 asulubiwe. Ngoja nikwambie, Yesu Kristo sasa akiwa msalabani pale, likatokea tukio hili. Ilikuwa ni saa 6 mchana, jua likafumba, ikawa ni giza. Bado haikutosha, kuna mtu alibaki pale na shuhudia ile tukio. Wakati Yesu anakaribia kukata roho pale msalabani, sikiliza, akatamka hivi, imekwisha, imekwisha. Na ngoja nikwambie, wafu waliokuwa makaburini, sikiliza, wakafufuka. Imani, haleluya. Bado haitoshi, lile pazia la hekalu kuashiria kwamba sasa Yesu ndiye mshindi na ndiye kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Kila anayemwamini Yesu Kristo yuna uzima wa milele, likapasuka katikati. Na kuhani aliyekuwa na mwanakondoo, kondoo akakimbia, Yesu akalala mauti. Yusufu akaenda akaomba mwili wake, akaenda akauzika. Alipouzika, siku hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, maandalio ya Sabato. Amezikwa, akashinda. Siku ya Sabato yuko kaburini. Lakini ngoja nikwambie, tukio likafuata sasa. Ilipofika ile siku ya 3, ambayo ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma, sikiliza, akaagizwa malaika kutoka mbinguni. Sikiliza, kabla hajakanyaga mguu wake chini, likatokea tetemeko. Wakuria wanasemaga ikirikiti, Wapare mnasemaje tetemeko? Izingizo. Likatokea izingizo. Wasukuma tunasema nyahenga. Likatokea izingizo, likatikisa misingi ya nchi. Na unajua Rumi ni ajabu sana, iliweka walinzi pale wa kimwili, na shetani naye aliweka malaika pale, mamalaika yake ya mashetani kulinda kaburi, wakihakikisha kwamba Yesu hafufuki, wala wale wanafunzi wake hawaji kuibwa mwili wa Yesu. Lakini ngoja nikwambie, izingizo lilipotokea, wale walinzi wote wakasalimu amri chini, wakalala kifudifudi, na Yesu akaitwa kutoka kaburini. Sikiliza nikwambie, akatoka akafufuka kwa kishindo, akafufuka. Na unaambiwa kuna watu wengine aliofufuka nao wakauingia mji nini? Mji mtakatifu, kama malimbuko ya kwanza. Sikiliza, akafufuka nao. Na alipofufuka, mwanamke mmoja Mariamu akaja pale kwa haraka haraka, akakutana na Yesu, akataka kumshika. Yesu akamwambia hivi, usinishike, maana bado sijapaa kwenda kwa nani? Kwa Baba. Yesu alipofufuka tu, sikiliza, ukiendelea kujifunza zaidi, Tumaini la Vizazi Vyote mahali fulani anaandika, anasema hivi, Mama White alipofufuka, cha kwanza akaenda akaripoti mbinguni kuwasilisha ushindi wake na ukombozi kwa ajili ya mwanadamu, ya kwamba mfano nini? Umekamilika. Maana alipokufa msalabani, mbingu zilikaa kimya, zikawa na huzuni mkubwa sana. Giza, huzuni ilitanda. Ila Yesu alipoenda kulipotisha ule ushindi wake, ngoja nikwambie, malaika watakatifu walipomuona, wakaanza kuimba nyimbo, wakaanza kuimba, ameshinda, 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 ameshinda. Baada ya hapo, ngoja nikwambie, wale walinzi sasa wakaenda kwa wakubwa zao, wakaanza kusema amefufuka. Wakamwambia, msisema amefufuka, semeni wale wajanja wamekuja wameiba mwili wake. Wakawapa hela, wakawapa rushwa, wakiwaambia ya kwamba msiseme amefufuka, msiseme amefufuka, semeni ameibiwa, semeni ameibiwa, msiseme amefufuka. Ila jambo la ajabu ni hele, Yesu alirejea hapa. Haleluya. Akaja akaanza kuwatokea watu makonde, 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 makonde. Miongoni mwa wale aliowatokea ni akina wanafunzi wake wale, akina Tomaso, wenye mashaka mashaka. Tomaso mpaka anamshika Yesu, ni wewe? Yesu anamwambia, nishike, maana mzimu hauna mwili wala nini.
wala mfupa. Tomaso angekuwa Msukuma angekuwa anashangaa, bebe ni wewe? Yesu anamwambia nishike, maana mzimu hauna nyama wala nini wala mfupa. Akawatokea makundi mpaka siku ya 40 ilipotimia, mara baada ya kufufuka akiwa duniani. Sikiliza, ndipo akawaaga akawaambia, naenda kuandalia makao, na nyumbani mwa Baba yangu una makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Amani na wacheni, na amani nayo wachia, sivyo kama mwanadamu anavyokupa, sivyo kama ulimwengu unavyoitoa, bali amani hii inatoka kwa Baba. Ngoja nikwambie kilichotokea sasa. Mara hapo likaja wingu likambeba Yesu Kristo katikati ya watu, na katikati ya wingu, sikiliza, ndipo akatokea malaika akatangaza akasema, huyu Yesu aliyechukuliwa kwenu vivi hivi leo atakuja tena vivi hivi. Wapendwa, nipo hapa kuwatia moyo ya kwamba Yesu anarudi tena, na akija atakuja kuwafufua wanaomwamini, waliomwamini, hata watakao kuwa makaburini wanamwamini. Kwanza kiwingu kidogo kitatokea upande wa mashariki, watakatifu watakao kuta duniani wataanza kusema, tazameni, huyu ndiye Bwana wetu tuliyemngojea aje atusaidie. Huyu ndiye Bwana wetu. Waovu wataanza kukimbia, milima tuangukie, milima inawahama mpaka watakufa, mizoga itabakia juu. Ila watakatifu watasema, tazameni, huyu ndiye Bwana wetu. Na watakatifu walioko makaburini watafufuliwa, wataungana na watakatifu waliokutwa wapo hai ili kumlaki Bwana hewani. Hapo sasa ndipo tutapaa. Kwa nchi na natamani niwepo, nitapaa. Mpao usio wa kawaida. Unatamani na wewe upae? Nitapaa. Punga mkono kama unatamani kupaa. Na tutapitishwa hata kwenye masayari mengine yaliyoko huku juu. Masayari, kuna mabinadamu hakutenda dhambi, yatakuwa yakitushangaa, hivi vifupi hivi vimetokea wapi? Ndipo Yesu atatutambulisha, hawa ni wale wanaotokea kwenye ile dhiki kuu, ila wameshinda. Jamani, haleluya! Wameshinda, hawa wameshinda. Na wafupi wa pale wenzangu, wale wafupi wa pale watapaa. Wangapo natamani siku Yesu anapokuja na wao waingie mbinguni. Mungu awabariki sana. Yesu wetu ni mshindi, na ushindi wake ni ushindi wetu. Tutakwenda katika Yerusalemu mpya, tutakwenda katika Zayuni. Praise team, njoni hapa. Wimbo nambari 70. Vitabu vidogo, fanyeni haraka, muda wetu umekwenda sana. Njoni hapa praise team, njoni hapa, njoni hapa. Wimbo nambari 70, tembeni hapa. Na ikiwa unatamani na wewe kuelekea Zayuni pale Yesu anapokuja, maana dunia hii kwa kweli ina taabu nyingi mno. Hata mwaka huu kuna watu wamekinywea, hata moyoni mwako unasema kabisa nimekinywea. Wengine wako hapa wamekinywea, wengine wako hapa, hata akitoka hapa hana uhakika hata wakula kesho, hana. Lakini Yesu ni mshindi, na ushindi wake ni ushindi wetu. Kwa nini usisimame? Simama. Mungu akubariki sana. Na ikiwa kuna mtu mmoja hajabatizwa bado,